Hii na pengine kuwahi kufikiria kwamba dawa hizi za uzazi wa mpango zinaweza zikatumika pia katika kurekebisha mzunguko wa hedhi au zinaweza zikatumika kwa matatizo mengine nje ya matumizi yake ambayo yamezoeleka na watu wengi kwa ajili ya uzazi wa mpango. Sasa usishangae hili, na hizi dawa zinaweza zikatumika kurekebisha mzunguko wa hedhi, lakini tatizo la pili, zinaweza zikatumika pia kupunguza vimbe ndogo ndogo ambazo zinakuwa katika mfuko wa mayai, yani katika ovaries. Kuna kitu ambacho huwa tunaita ni polycystic ovary syndrome, yani tunafupisha kuandika P. Lakini hii dawa ina manufaa mengine kwa sababu ina homoni hizo mbili ambazo kwa ujumla wake inaweza ikatumika pia kurekebisha mzunguko wa hedhi, hasa kwa wale wanawake ambao unakuta anapata kuskip, labda aingie katika siku zake kama anavyotakiwa, yani labda kuna mwezi aingie, mwezi mwingine anaweza kaingia mara mbili. Sasa au anaingia na mbili siku nyingi. Kwa hiyo tunatumia hii dawa kwa ajili ya kurekebisha mzunguko wake wa homoni, ambapo kuna utaratibu wake wa namna ya kutumia. Unaweza kujiuliza kama inatumika kila siku, nini madhara basi ya hii dawa? Ndio, usishangae juu ya hilo. Pengine imekustua hii na pengine kuwahi kufikiria kwamba dawa hizi za uzazi wa mpango zinaweza zikatumika pia katika kurekebisha mzunguko wa hedhi au zinaweza zikatumika kwa matatizo mengine nje ya matumizi yake ambayo yamezoeleka na watu wengi kwa ajili ya uzazi wa mpango. Sasa usishangae hili, na hizi dawa ambazo ni COC, tunasema ni combined oral contraceptive, zenye mchanganyiko wa homoni mbili ambayo ni levonorgestrel. Kwa kawaida hii levonorgestrel ndio progesterone, ambayo hii hufanya kazi sawasawa na homoni ya progesterone, lakini pia hii homoni nyingine ya estrogen. Dawa hizi mbali na kutumika katika kama contraceptive, lakini pia zinaweza zikatumika kwa matatizo mengine mbalimbali. Na kama unakuwa na kumbukumbu nzuri, katika moja ya video yetu tuliwahi kufundishana kwamba hakuko na dawa ambayo ipo kwa ajili ya tatizo moja pekee, au hakuko na ugonjwa ambao unatibika na dawa moja pekee. Kwa hivyo dawa hizi za uzazi wa mpango zinaweza kutumika pia kwa matatizo mengine, na hapa nitaelezea matatizo mawili tu. Tatizo la kwanza, zinaweza zikatumika kurekebisha mzunguko wa hedhi, lakini tatizo la pili, zinaweza zikatumika pia kupunguza vimbe ndogo ndogo ambazo zinakuwa katika mfuko wa mayai, yani katika ovaries. Kuna kitu ambacho huwa tunaita ni polycystic ovary syndrome, yani tunafupisha kuandika PCOS. Ni vivimbe ambavyo vinakuwa katika ovaries, katika ile sehemu ambayo inakaa mayai, vinakuwa ni vivimbe vidogo vidogo hivi. Sasa kwa kutumia dawa hizi huwa tunampatia mgonjwa, lakini pia kwa maelekezo maalum namna ya utumiaji. Inaweza ikawa ni hizi peke yake au mchanganyiko pamoja na dawa nyingine kama vile vitamin E, au inaweza tumika muda mwingine vitamin B9 ambayo imezoeleka na watu wengi sana kwa jina la folic acid. Sasa zinafanyaje kazi? Hii itakuwa ni mada nyingine ya session inayokuja, lakini kwa leo nafaa ufahamu tu kwamba hizi zinaweza zikatumika pia kurekebisha mzunguko wa hormone, kurekebisha mzunguko wa hedhi kwa maana ya kwa ajili ya kubalance hormone, lakini pia inaweza ikatumika kupunguza vimbe ndogo ndogo. Na hapa
pia inaweza ikasaidia kwa wale ambao wakiingia period wanapata maumivu makali sana. Inafaa kutumia hizi kwa ajili ya kuondoa hiyo shida. Sasa unaweza kujiuliza zinatumikaje hizi? Kama kwa ajili ya uzazi wa mpango zinatumika kama tulivyoelekezana session iliyopita, zinatumika hizi za cream au white kwa mzunguko mzima. Je, kwa ajili ya kurekebisha mzunguko wa hedhi au kwa ajili ya hormonal imbalance zinatumikaje hizi? Ziko taratibu zake maalum kwa namna ya kutumia, lakini kwa haraka tu ujue kwamba sio kitu ambacho kinatumika ndani ya siku chache ili kuleta matokeo. Kwa kawaida hii huwa ni kati ya mizunguko miwili ya hedhi hadi mitatu, kwa maana ya miezi miwili hadi mitatu. Huyo mtu atalazimika kutumia hii au pamoja na aina nyingine ya dawa kama vile vitamin B9 ambayo ni folic acid au vitamin E atatumia pamoja hivyo. Lakini usichukue hatua mwenyewe. Hii ni lazima ushauriwe na mtaalamu wa afya, ambapo atapata kuattend ataona ulazima wa kutumia dawa hii kwa ajili ya hiyo shida kama uko nayo. Usije ukaenda tu mwenyewe na kuona mimi na mzunguko wangu wa hedhi hauko sawa, labda napata kurudia mara 2 ndani ya mwezi mmoja au miezi mingine sipati kuingia, kwa hiyo nataka nitumie tu hiyo. Vizuri kufika hospitali au kumwona mtaalamu wa afya ili aweze kukusikiliza na mwisho wa siku atakushauri nini cha kufanya. Nitoa ushauri kuhusiana na dawa hizi za uzazi wa mpango. Ushauri wangu au ushauri wa kitaalamu kabisa, cha kwanza ni kwamba mtu asitumie dawa hizi za uzazi wa mpango bila ya kupima uwiano wa homoni zake. Ziko kipimo cha kupima hormone ambacho tunaita ni hormone profile. Kwa kupima kipimo hiki utapata kujua uwiano wa homoni zako, kwamba homoni zako ziko kwa uwiano upi. Kwa hivyo yule mtaalamu wa afya atakushauri upate kutumia kulingana na homoni zako zilivyo, upate kutumia njia gani sahihi ya uzazi wa mpango. Lakini pia usitumie dawa za uzazi wa mpango kabla haujazaa. Yaani hizi dawa za uzazi wa mpango ni kwa ajili ya watu ambao wako katika familia, aidha na watoto na watoto kadhaa pale. Sasa anataka angalau apate interval nzuri kutoka mtoto mmoja hadi mwingine, au anataka labda askip kwa miaka kadhaa ili kuepusha labda kufuatana na majukumu aliyokuwa nayo na hivyo, na sio kutumia tu kiholela au kabla haujazaa. Hii inakuwa ni hatari sana. Katika session inayokuja tutaongelea madhara ya dawa za uzazi wa mpango kwa ujumla wake, iwe ni hizi hapa contraceptive pills za kumeza kila siku, iwe ni kijiti, iwe ni sindano au kitanzi au aina nyingine yoyote. Kwa tutapata kuangalia pale. Lakini jambo jingine la kushauri hapa kwa leo ni kuombe tu mpenzi mtazamaji, nishauri tu kwamba vidonge hivi vya uzazi wa mpango, hasa kama hii ambayo ni COC, kama hii hapa, kama hii hapa, vidonge hivi ni angalau tunasema ni njia yenye uafadhali kwa mtu ambaye anaanza kutumia uzazi wa mpango. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni rahisi ku-withdraw endapo zitamletea side effects ambazo ni serious, ambapo kama huyu mtu anayetumia zikamletea matokeo mabaya kama vile labda kubreed sana au anapata maumivu makali ya tumbo au maumivu makali ya kichwa. Kuna wengine hadi wanakuwa na vimba labda usoni au anapata maumivu ya kiuno na vitu kama hivyo. Withdraw yake ni rahisi kuliko ungelianza kutumia njia kama ya sindano. Kwa mfano, umechoma sindano inadumu miezi mitatu,
alafu saa hiyo ndani ya mwezi wa kwanza tu ukapata hizi serious side effects kama hizo, labda kubleed sana au maumivu, makali ya kichwa au kupata vichefuchefu na kutapika na vitu kama hivyo, ni ngumu withdraw sindano ambayo tayari kwa kawaida tunasema inadumu miezi 3, lakini ukweli ni kwamba sindano ya uzazi wa mpango hadi kufikia kuisha nguvu yake kabisa mwilini inachukua kati ya miezi 8 hadi 10 kwa sindano moja. Kwa hiyo unaweza kuona ni jinsi gani ilivyokuwa ngumu withdraw ya sindano. Lakini njia ambayo ni salama ya uzazi wa mpango ni kuhesabu kalenda au njia ya asili ya kuhesabu kalenda. Lakini hii njia hauwezi ukaitumia kama haujajua mzunguko wako wa hedhi ni siku ngapi. Kumbuka katika somo letu lililopita tuliangalia namna ya kuhesabu mzunguko wa hedhi. Kwa hivyo kama haujajua mzunguko wako ni wa siku ngapi, hauwezi ukatumia njia hii ya uzazi wa mpango ya asili hii ya kuhesabu kalenda. Na ndio maana hii imekuwa ni sababu kubwa wanawake wengi sasa hivi wanashindwa kutumia kalenda, kwa sababu kwanza hawajui mizunguko yao inakuwa ni ya namna gani. Kwa hivyo hawajui lini atapata ovulation, hajui lini anakuwa katika kipindi cha urutubishaji, yani fertile period, lakini pia anakuwa hajui lini ni atapata kuingia mwezi unaofuata. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kwa mwanamke wa design hii kutumia kalenda. Sasa nikukumbushe tu mpenzi mtazamaji, kama umekutana kwa mara ya kwanza na video zetu, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare, lakini pia endelea kufuatilia video inayofuata. Tutaangazia kuhusiana na madhara ya dawa za uzazi wa mpango kwa ujumla wake, iwe ni hii ya vidonge kama hizi kama hizi za COC, au iwe ni kijiti, au iwe ni sindano na nyingine za uzazi wa mpango.